Wewe umekula pesa wa mama. So wewe unataka tu niseme hapo ama tuendelee mbele na kujibu maswali yote? Sasa mbona unaitoa ni kambe kwa sababu namcha Mungu? No, azin wewe unakaa wale watu wa. Mimi sifai kudiemiwa. Hamjambo jameni, sabal kheri, masal kheri, adhuhuri njema kutegemea uko wapi, labda uko kaskazini, kusini, magharibi, mashariki mwa jangwa la Sahara. Tukusalimia, kwa hivyo inaweza kuwa kwako ni jioni, kwetu ni usiku, kule ni mchana. Lakini sisi tuko Kenya 254. Najua watazamaji wetu, wafuasi wengi wetu sana wako bara Europa, wako kule Malta, au sio? Lakini hawajui Kiswahili unaongea. Wanajua hichi Kiswahili lazima wajifunze. Okay, we were not coming back overdue. We were coming to no, we are coming back like we never left. Okay. Salamu zimwendee Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Salamu zaidi ziwaendee vijana wa Tanzania majenzi, wamesalimiwa na majenzi wa Kenya. Hizi ni salamu rasmi Na sisi wa Kenya, haswa the duo mtu na pacha wake Mama Samia, tunakupenda sana. Na tunakuja Tanzania. Yeah. Kuna mengi sana unataka uzungumzie na umesema utazungumza tu ukihojiwa na the duo mtu na nani? Pachake. Haya, hebu fanya vile huwa tunafanya tukianza YouTube. Hi guys, mambo vipi? This is the duo mtu na pacha wake. No, it's never been like that. Jaribu tena. Wait, let's go straight. Unajua tumesaula. Si ndo lazima tulete inaji. Watu wametuimba, wamesema tuache umbwaki, na wengine wakasema tuache umama. Ujinga. Umama gani? Wewe shauri yako bana. Wakasema acheni ujinga, acheni umbwaki, mmepotea. Lakini kitu ambacho kimeniridhisha hata kabla kwanza hii episode, tumenyamaza kwa miezi kadhaa. Hata sitataja ni miezi mingapi maana ni aibu. Lakini tumerudi tukapata subscribers karibu 1500. Wameongezeka, wanasubiri. Wanasema hawa the duo wako wapi? Mbona wanakuja kutuonyesha bizari, kutuonyesha chumvi alafu wapotee? But we are back, guys. We are back. Yeah. Na kikosi kiko nyuma ya mitambo. Tumuona pale mzee mzima Anderson ambaye anasema hataki nini? Hataki stress. Hataki kufikiria sana. Anataka mzungu tu. Anataka mzungu. Alitumia mzungu shilingi 200. Kumbe tutawaletea story yake, atakuja kwa seti hapa. Alafu one and only Benali, vibe na Benali, au sio? Apparently he has 3 wives. Yeah. Apparently. The only man. No money but with wives. Benali hujaambiwa vizuri. Anyway, episode ya leo, episode ambayo itakuwa very emotional. Leo hata naongea kizungu sana leo, sijui ni kwa nini. Ni kipindi ambacho kitawavutia, wengine kitawahuzunisha, wengine kitawakumbusha mingi ya utotoni, kwa sababu tumesema leo tufanye tathmini ya kukomaa, kuzeeka na kukua. What is adulting? It's a scam. Why is it a scam? It is what it is. It's a scam. Okay, so then episode tuite adulting is a scam. Is it a scam? I look at young children squeezy na mtu anataka sana kwa mtu mzima and I'm just like, guys, I wish I had someone who would tell me adulting is a scam. Ungebaki mtoto. Ningeambia Mungu eka break kidogo. Okay, kabla tuingie kwa details, kwa sababu najua hamtaamini ninachosema kichuna paka mjione. Leo tumebadilisha mtindo. Kuna maswali hapa. Haya yote ni maswali ya uzeeni. Haya maswali ndo yatakuwa yanaeleza zaidi alizeeka vipi. Mnaona amezeeka kweli upacha wangu? Amekomaja zeka. So katika kukomaa kwake tangu utotoni hadi sasa, tangu mwaka 2005 alipokuwa chekechea hadi sasa, amepitia nini? Lakini before that, guys, stop. Subscribe. Ingia pale. Kama kweli unapenda the duo, gonga like, gonga subscription, angusha comment, semeni tunataka mzungumzie hiki, mzungumzie lile, au sio? Leo unaongea sana. Unaongea sana. Nimekuja na inaji. Alright, so guys, our director has introduced something. Amesema lazima tukue na kikapu kwenye meza. So who is going first? Go first. Shall I go first? Ama kila mtu apik kwa wakati sawa? Yes. Sawa basi. Okay. So the questions are here. Alright. Chineke. I love this question. Wow.
I'll never go back. It's already too late. Go first. What I is go your first. question? So swali langu ni kipi kilikufanya useme hutaki tena sasa kwangu mimi sitaki tena wanawake wa Kenya na nilikimbilia wapi? Kwani wewe ushadate mwanamke mwenye si Mkenya? You've never tried it? Nishajaribu. Really? Nishajaribu wakati wa corona mwaka 2019 20. Actually mwaka 2020 nilianza kuvibe na mtoto ama Tanzania si hiyo ndo diaspora yangu. It's not international. Uko ni East Africa. Bro, Tanzania. No, it's fine. Bro. Okay. No, it's fine. Tanzania ni international. Tumesema tu Kenya. Hapa nimejua tu Mtanzania si Mkenya. So umeniuliza kama shajaribu. Unaona kwa nini by the way unapenda sana Samia Suluhu mama? Kweli ukweli wa mambo na labda huyo dada natazama. Tulidate lakini tulidate na Mtanzania. Tulidate na Mtanzania lakini mtandaoni. So tukapanga safari kama 3 walifaa kuja Kenya lakini zote hazikufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu moja, nilienda kwa rafiki zangu nikawauliza ushauri. Huyu dada alikuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na wakati huo tulivibe, nilikuwa nafanya kipindi cha nyimbo za Injili. Kwa hivyo tukazungumza. Wakati nilikuwa nimejaribu kudate Kenya, haziingiliani nikachoka. Nikasema siwacha nijaribu nje pia mimi. Au sio? Sema tu Kenyans walikujua. Walinijua vipi? Walikujua. Ukoona unachoma sana Kenya. Sikuchoma. Sasa wewe ndio umeanza kuchoma. I'm sorry. So usikize story kwanza. So mimi nilichoka tu nikasema acha nijaribu, lakini hiyo ilikuwa mara ya pili by the way. Mara ya kwanza ni yule mzungu wangu wa gym. Nilipata mzungu Lamu. Ushaona? Sasa huu mzungu, acha nimalize ya mzungu kwanza. Nimekwambia niliishia wapi. So nilipokwenda Lamu ulikuwa mwaka 2013. Nikasema huku kwa kuna tembea wazungu kushela beach huko safi, beach safi sana. Nikaona mzungu mimi nikamapproach. Alikuwa anaitwa Josephine. Sitasema jina la pili maana yuko mtandaoni mtamjua. So nikamfuata Josephine, nikarusha mstari yangu kizungu sababu bado ni cha kichonyi wakati. Uko na mwongeleshaje? Si ile tu how are you, can I talk to you? Yani ile tu yes no na capital letter. So tukavibe nini mpaka tukabadilishana namba. Unaona? Josephine alikuwa mzuri sana, lakini alikuwa anakaa mama ambaye ni msichana ambaye kidogo amevuta lakini hajazeeka. Sasa akasema anarudi kwao Germany, alikuwa Mjerumani. Anarudi Ujerumani, alafu tuendelea kuongea tarudi. Akaenda akanyamaza kama miezi 3. Kuingia mtandaoni kumwangalia. Niliona mtu amejenga misuli. Tinginya huko amefura. Nikamuuliza Josephine what happened? Akanambia I started exercising. Ama ni steroids. Sasa nikashindwa mimi kutoka hapo nikasema hapana. Nikarudi back to Kenya. Ndio sasa ukaenda Tanzania. Ndio sasa nikaenda Tanzania. So ya Tanzania haikuwa kwa sababu gani nilivyokuambia, yeye alikuwa anataka niende Tanzania tukajuane, akanijue nikiwa kule. Na mimi nikaendea rafiki zangu kawauliza kuna huyu binti nimempenda, ni mzuri, tumeongea kila kitu, tuafaa sasa tukutane, lakini anasema niende Tanzania. Wakanambia hapana, wacha aje yeye hapa. Akija hapa ndio utakuwa na mamlaka ya kumdhibiti. Utamwambia twende huku tufanye nini. Akanambia unaweza enda Tanzania, akateta kushika simu yako. Na wewe ndio utakuwa umepoteza, kwa hivyo wacha aje yeye. So unataka, this is why I don't like Kenyan men sometimes. So wewe unataka mwanamke agaramike. Ningegaramika mimi. No. Ningegaramika. Na wewe labda kama ungeshika simu, the same thing would have happened to her. Naweza shika, okay, naweza sema ilikuwa ni insecurity kutoka upande wangu. So you didn't go to Tanzania because of what your friends told you? Sikuenda na baadaye nikaja kujua kwamba nilichoma. So sikuenda mara ya kwanza. Nikakaa mara ya pili. Hiyo time nilikuwa nakuficha vitu. So sikuenda na ikawa sasa nikambembeleza aje yeye. Nilikuwa nataka nilikuwa nishaongea na producers wangu wawili. Nilikuwa nimeongea na Team Still Alive, nikamwambia nakuletea msanii fulani. So plan yangu mimi nilikuwa nataka nimsurprise. Nilikuwa nataka arudi kwao na nyimbo kama 2, audios na videos. Hakuja, pia yeye akapata kazi nyingi, akasema amenyimwa leave, akakaa. Unfortunately ama fortunately, huyu binti aliolewa. Aliolewa mwaka jana. Wewe ushawahi kuchoshwa na wanaume wa Kenya ukaamua utoke nje ulikimbilia wapi? Okay, na ni kipi kilikufanya uchoshwe na wanaume wa Kenya? No, mimi sijachoshwa na wanaume wa Kenya. Ni ile tu, sorry to say, but Kenya haijai kwa my preference. Hivyo tu. Kutoka mwanzo?
Alafu pia mi wasikatiwi na wanaume wa Kenya. Bidhe ngumu sana. Wewe ushaona mwanaume wa Kenya akinikatia? Nitoe receipts. Toa. Bidhe I don't know. I don't know of Kenyan men who hit on me. Sijui. Ngumu sana. Unless level yangu kukatiwa ndio different. Because huwezi kuja kwangu uniambie, oh Kichuna, hi, kunismailia, and you think that is mkatiano for me. Mkatiano kwako ni nini? For me, it's how you just approach me. So for me, mostly, it's West Africans, not Kenyans. West Africans uliwajuaje? Sinapatana nao kila mahali. When I was in Daystar, nilikuwa na West Africans, friends, walikuwa karibu na mimi, environments. Yeah, when I travel, I meet them. But miss kati wangu na Kenya, sijui kwa nini. Maybe I'm not... Yule jamaa ulimwambia Subaru ni West Africa. Na ulikuwa Daystar. Watu si wajinga bwana. Yule jamaa ulimpatia 500,000 mkanunua Subaru mzee. Alikuwa West Africa. What? Love this date mtu mzee. What do you mean? Nasema Subaru ndo alikuwa mzee, si mtu. Mtu alikuwa kijana. Huyo alikuwa South Africa. Alikuwa West Africa. By the way, for records, miss Jaiba ya mwanaume. No. Hii episode tulifanya No. Hakuna mwanaume nishipatia 500k. How much was it? No, I will not say. Ile pesa ya mabuyu? No. Pesa ya mabuyu na madera. You're giving two different pesa ya mabuyu na dera. Sijawahi baiya mwanaume gari. Uliongezea pesa. Okay, so this is it. Sikati wangu na wanaume wa Kenya. So unless we start asking Kenyan men, shida iko wapi? Am I the problem? Okay, nataka uniambie kuanzia lini, manake kule nyuma walikuwepo wa Kenya. Si wengi sana. Kuanzia lini waliacha? Hapo ndo tuseme labda miaka 5 iliyopita, 4, 3. Lakini kusema kweli hata wakati ukiwa chuoni ulikuwa nao wa Kenya, wengine rafiki zangu na wajua. But I've only dated 2 Kenyans. 2 Kenyans. Yeah. Nani na nani? No. Twende kwa swali lako. But am I coming back to Kenya? Yes. No. Hurudi tena Kenya. So kama kuna Mkenya pale nje ambaye alikuwa anatuma zawadi pale ofisini tunazipokea, mimi na faidi. Tuendelee. Ati ile pesa nyingi kabisa umekula ya mubabas ni ngapi? Surely. Why this question? Uliza director. Ile pesa nyingi umekula ya mubabas na mumamas ni ngapi? Mimi hakuna pesa. Mimi sijaikuwa na mubabas. Hapana. Sema hapana. Lofty. Mbona unaangalia ni kama you're forcing me to say I've had one? Kuna zawadi nyingi pale ofisini zinaletwa na wanaambia umeletewa na rafiki yako Charlie. Unajua mubabas ni nini? Mubabas ni nini? Wewe ni mubabas? Mimi? Mimi si mbabas, lakini kwa wengine mimi ni mbabas. Exactly, but wewe si mbabas wangu. Na pesa yako nimekula? Umekula nyingi sana, hata leo asubuhi umekula. Zawadi umekula sana. But wewe si mbabas? Hujai kula pesa ya mbabas? Baby nataka. Wako? Tuendelee. Wewe umekula wa mama? Hilo swali si langu. It's a question everybody should ilikuwa answer. Ni kama nitalipata mimi ndo. No. Umeona imeandikwa. Moja ni imeandikwa mumama. Ni kwa sababu ilikuwa limeandikwa in case nilipate mimi. Umekula pesa ngapi ya wamama? Mimi hilo swali si langu. Tena yako si mumama wa mama. Hilo swali mimi si langu. Umekula pesa ngapi? Next. Atuokote kwa pamoja leta hii. But director, is that fair? See, everybody should answer. Kila mtu na swali lake. No. Inafaa wewe ukiokota ni lako na mimi langu. But unajua wewe umekula pesa wa mama. So wewe unataka tu niseme hapo ama tuendelee mbele na kujibu maswali yote? Kwa hili moja peke yake. Wacha tujibu hili alafu tuende mbele. Nitakupata. Tuendelee. 1, 2, 3 twende. Ushawahi kucrashia any of your colleagues? Ni nani huyo? Lako lasemaje? No, tell me. Sema kwanza. Wewe, colleagues. Na mimi nawajua. Do not blackmail me. No, dear, no. Have you had unajuaje? Have you had a crush on colleagues? So are we talking about KTN or NTV here? I will not talk about NTV. Because you know that's the tagline. No, the tagline is turning on your world. You've been turned on. NTV, turning on your world. Okay. I love NTV. But you've had a crush on
Nikiingia, unajua niko na miaka 4 sasa, nikiingia NTV labda nilikuwa na crush here and there. Manake mimi ni mwanadamu na babangu mamangu alinizaa vizuri, Mwenyezi Mungu akanipa kila kitu kinachohitajika kwa mwanaume. Kwa hivyo kukrashia mtu si vibaya, lakini wacha nizungumzie upande wa pili wa studio. Nikiwa Standard nilikrashia msichana ambaye huyu msichana alikuwa mwandishi wa upande wa gazeti. Ushaona bana. Na surprising nilikuwa namuona kuna wadosi fulani walikuwa wanamsalimia sana na mfatafata. Alafu so katika hiyo hali mdosi mmoja akaniita akaniambia kijana njoo. Alikuwa mhariri. Na mbona mdosi hivi ndio muongea tu ni kama nishajua ni nani. Wewe acha mambo yako. So na huyu msichana naye ni kama pia alikuwa naye ameanza kuona, yani ameanza kunikrashia pia yeye. So akija napitia high lofty, anaenda nakaa dawati lake andika gazeti na mimi nakaa. Sasa huyu mdosi siku moja akaniita akaniambia kijana njoo. Nikaenda akanambia mambo ya wazee achana nayo. Kutoka hiyo siku nikaachana naye. Uliachana naye? Niliachana naye. So yeye nishawahi, nafikiri ni kawaida. So but huyu alikuwa dem ama alikuwa mama? Alikuwa ni msichana hajaolewa. Alikuwa ni msichana alikuwa hajaolewa. Details zingine kama alikuwa na mtoto hana nizo ni zingine. Mimi najua alikuwa hajaolewa. Alikuwa kwake. Uliacha kunywa uji zenye unaletewa na crashes? Uji nao nikiletewa nanywa. Hakuna makosa kunywa uji. Kwani wewe upendi nikiletewa? No. Kwani mbona uko na shida nikiletewa zawadi na colleagues kama uji? Me I have a problem. Simuona umeileta hapa. No, ni kwa sababu ulikuwa na excitement nyingine ilikuwa make sense. Wapi? Like hautakula because kuna mtu anakuletea uji. Hatutahema because kuna mtu anakuletea uji. Me and you need to have a serious meeting after the bulletin, but we can't have that meeting because you're drinking porridge. So you stopped thinking because of porridge. Unajua wewe pacha wangu, unajua wazi mimi napenda uji. Na nilikwambia kabisa mimi napenda uji. Mtu yoyote ambaye hunipikia uji huwa anagusa nafsi yangu. Sasa huyu kwa hivyo Leo anagusa nafsi yako. Leo wa canteen. Songe mbele. Tuachane na hiyo story ya uji. Umewahi koniwa? Mimi nishaikoniwa. By the way, this is the first time my mom will be hearing this story. Nilikuwa natafuta nyumba Karen. Naam. So a friend of mine akanitumia link. Akanambia unatafuta nyumba, kuna watu wanauza wana rent nyumba. So tukapigia hiyo couple. That couple ikatuambia praise the Lord. Ushapigia mtu simu Nairobi mfanya biashara na kwanza na praise the Lord. And I think at that point ni ile yani pia mimi ni mwokoka, you know, niko like yeah amen, but I should have seen it as a red flag. Wakaanza kutuambia tuko na nyumba Karen, kujeni muone, but before muone mjue kuna watu wengi sana wanataka hiyo nyumba, so lazima muishikilie. And they were patient with us by the way. On the third day nikampigia nikamwambia bado tuko na nyumba, akasema lakini hata kuna watu washatoka saa hii kuiona, so heri mfanye nini, mtume deposit. So mimi katuma 40k. So mwaka gani huo? Si kitambo 20 I think 2020. So sasa ile nimetuma 40k, tukaenda Karen. Sasa tukakutana na tukone nyumba. We tulikaa hiyo place alikuwa ametuambia we go 1 hour. Mimi nampigia simu namwambia tulishafika, akazima simu. And that's I knew I was conned. Sasa ulijifunza nini? Manake Kanairo mazee, ukitafuta nyumba ione kwanza. Nenda kaione awe hapo huyo mtu. No, I think kuna kitu watu akupeleke afisini. Kuna kitu watu hufanya. How can they confuse you? Ulikuwa na mamioto sana ya kuhama. Huko unataka nijue unakoishi. Silikuwa nimejua pale Imara Daima. Ulikuwa unataka kunitoka. Nilikuwa nataka karibia Karen. Pole sana. Mimi nishaikoniwa ile ya kucheza ile. Kamari. Ile yazungusha hii namba hii. Na hiyo siku nilikuwa ndo nimemaliza kidato cha 4. Sasa hiyo naenda Magongo kumuona babangu.
Sasa si nikapita wanacheza pale. Wewe cheza ndio hii unaona? Hii hapa iko na picha ndani. Hii haina. Cheza iangalie kabisa, unaiona inavyosonga ndio hii inaenda. Angalia usiseme kama hujaiona, moja ndio hii. Sasa wakati nilipopita pale, kumbe wako na ujanja fulani. Mimi nikapita hivi tap nikaona karate imeanguka mbele yangu. Kadi moja. So mimi kwa wema, unajua sasa hiyo mimi yani CU ndo ilikuwa mimi ndo CU chairman. Sasa nikasema hapana, mtu hawezi angusha karata mbele yangu. Na anafanya michezo yake na imeanguka. Kwa nini simuokotee? The Lord is speaking. The Lord is, Mungu akanenea akasema wasaidie. Mimi nikaokota chini, nikaokota karata. Akasema kijana asante sana, Mungu akubariki. Tafadhali shika hizi shilingi 200 ni asante yetu. Wakanipa vizuri sana. Mimi nikachukua ile shilingi 200. Kuondoka akasema no njoo kidogo njoo, nikarudi. Wakaniambia hatuwezi kupatia zawadi yetu na uondoke tu hivyo bana. Nikamwambia lakini si mmenipa wenyewe. Wakasema okay, si neno, wewe si tumekupa zawadi, basi cheza tu. Yaani cheza tu, yani tujue pia wewe umeichukua sababu ya kucheza hata kama huko umecheza kwanza. Nikasema 200 tayari iko mfukoni. Si nicheze tu. Ikachezwa ngoma. 200 ilirudi. 200 niko nayo. So wakacheza fresh ta ikaenda ikazunguka. Wakazunguka wakaniambia ndio hii, nikaiangalia kabisa paka nikaiona. Wakasema in fact wakasema hata hiyo 200 kabla uende nayo, si hiyo ni yako tayari. Tutakuongeza tena nyingine 300 iwe 500. So ikawa 500. So ndo wakaniambia sasa cheza alafu uende na 500 yetu. Nikacheza nikaifuata kabisa, ikaenda ikazunguka. Nikasema ndio hii, nikapata. Kabisa nikapata. Wakaniambia umepata? Sawa. Basi sasa kama umepata, wacha wewe uwekelee. Pesa yetu haiwezi enda bila kuwekelea. Uwekelea yako 500 juu ndo uende nayo. Susha kula tayari na 500 yetu uko nayo, weka yako. Nikatoa mazee kwenye pochi. Kutoa wakaona kuna pesa zingine ndani. Mimi nikawekelea. Si nikawekelea nikaenda kwa sababu unaenda wapi? Ngoja. Sasa itabidi sasa ucheze yenyewe sasa ndo uondoke nazo. Sasa hiyo tayari roho yangu ikaanza kunidunda. Mbona? Sasa tayari nimeanza kuona mchezo unageuka. Yaani wanabadilisha vile yale malengo. Lengo la kwanza ilikuwa hili, wakadibadilisha, the goalposts are changing. Nikacheza. Ikazungushwa nikala miss. Na niliangalia kabisa paka kama pale awali, nikakosa. Nilipokosa wakaniambia sasa wewe umekosa. Nikamwambia sasa nifanyeje? Nipeni basi 500 yangu, mimi mwenyewe nilikuwa naenda zangu. Mimi nilikuwa tunawasaidia. Wakaniambia hapana. Kwa sababu umekosa, itabidi ucheze tena. Na ukicheza tena sasa lazima uweke ile pesa nyingine ndio uondoke na pesa yako. Nikaongeza 500. Sasa nataka ile pesa yangu. Unaona? Nikaweka 500,000 yangu moja hiyo. Wakacheza tena nikamiss. Kumisi nikaja juu sasa, nikakasirika. Nakwambia watu walikuja wakanibeba hobela. Wakaniambia kijana, unakuja mwenyewe, umetoka kwenu unakuja kucheza mchezo alafu unaleta shida. Nikamwambia mimi natetemeka yani nakwambia. Nikamwambia jameni, si nyinyi ndio mmeniita. So hapo ndo nilianza kukomaa sana, nikajua utoto umenitoka. So pesa yako ilienda hivyo? Ilienda 1000 dia. Ulikuwa unapeleka dem date? Hapana, sikuwa na dem yote. Sikuwa na dem. Hata uko unajua nini? Sikuwa najua nini. Tuende next question. Wewe ulikuwa unajua hiyo time. Kwa nini nilikuwa na wewe? So yeah. What's the next question? Hiyo nimekuhurumia tu ilikuwa swali lako. Usiregeshe. Nimekuona ujanja wako tayari. Na kawaida ndege mjanja hushikwa na tundu bovu. Na ujanja wa nyani huishia jangwani. Hatukufanya hivi. Tumefanya. Inawe ni kali. Hapa nimepatikana. Hebu soma yako kwanza. Ni vitu gani ukiwa mdogo ulidhani huwezi fanya? Sasa wewe ndio fundi. Umekuwa mkubwa sasa wewe ndio fundi. Yangu inasema, have you ever looked for love online? Hey, let's talk about that question. Either kwa DMs, kwa apps, kwa etc. Can we talk about that? Do you want my question or you want to go with your question? No, you answer your question. This is my question. Yes. You are not answering it, but I can give it to you. No, I don't want. Tubadilishane. No. What is happening lately in your life? Nothing. Can you answer this question? Nothing but prayers. What have you been downloading? Give me a high five.
Sijui ni shetani gani. Na nilikuwa nimeacha kukwambia mambo yangu mwaka jana. I like No, that but question. yeah, okay. Nataka tufanye kitu kimoja. Nini? Toa simu yako. No. Tuangalie kama sitaona inaitwaje? Christian dating what? What? Hey. What is that? You look guilty. Dear, you look guilty. Who? Bring your phone. Which one? Twende tu tuangalie I don't have a phone. the apps downloaded. Simu yangu imezimwa. No. Ikaandikwa device Director, stolen. wacha simu ya kichuna. Tuone kama hakuna No. Ngoja ni Google. Can you answer your... No dear. Wait. Ile Christian dating inaitwaje? Which one? You know it. Me. Dear. Why? You had why? Okay. Hili swali. Hakuna moving on. Why? Director, why does she want us to move on? No, this is your question. Amesema tuchambue hili swali. It's your question. No, mimi natoa simu na wote simu. Tuone nani yuko na dating app. Ya Christian. Okay, on a serious note, Okay, mimi nishai ku DM. Msichana. Kama ile ya Tanzania nilikwambia ile ya Tanzania nili DM. Na siku hizi kama kitambo. Siku hizi unajua unaona mtu unamwangalia paka inakankambe unamnajuana. So hata mkianza ku DM si stranger tena. Nishajaribu app lakini sikufuatilia sana, sikufanikiwa. Niko na uoga fulani. Alafu najua sasa mimi niliuliza mtu. Sasa mimi nikitaka kuingia kwa app na nafanyaje? Yake mimi sitaki watu wanijue ni mimi. Wakasema akanambia tumia picha zako lakini tumia jina tofauti. Alafu mtu mkishaelewana sasa utamwambia hili ndo jina langu. So wakiona zile picha watadhania ni scam, ni mtu ameiba picha zako mtandaoni akajitengenezea account. But there's nothing wrong with dating through the app. Let's discuss this. Yeah, my cousin got her husband through the app. Kweli? Yeah. Have you ever tried it? Who? Wewe? No, be frank. You are a woman of God. Yeah. And your friends who are pastors are watching this. Kwani nenda nao heaven? No, but the brother's keeper, sister's keeper. Yes. I was helping you. To do what? See, to maneuver the app. When did you help me? Lofty. No. You are not understanding it. No. Yeah. No. Unaona hadi unalia. We move on. No. Ni kitu gani No. Uliniambia me. No. Ngoja sasa You see why you crying? Sasa I'm happy. Ni machozi ya furaha. Hii episode itaisha na hii hapo. Manake naona amezungumza dating apps. Guys, have you ever tried dating app? Nadhani mazungumzo si yetu pekee. Yeah. Kichuna anasema si mbaya. Because I've seen people get married. They have. Hata mimi niko na rafiki yangu familia yake ya watoto kama 7, 4 wote wamepata pale, wengine wazungu, wengine Afrika, lakini wamepata pale. Facebook, where you meet someone on Facebook. Yeah. Lakini swali langu, hii Christian dating app kweli ni Wakristo wote wanakuja pale ama? I don't think so. It's like saying kila mtu ambaye anaenda kanisani ni Mkristo ama ameokoka. Yeah, ama ameokoka, you know. Lakini nadhani pia hii Christian dating app inasaidia kwamba ina control vile vigezo. Maana pale utaulizwa unaenda kanisani wapi nini. Kwa hivyo Google and put there. Yeah. Because you see, nikiwaambia naenda City Lighters, ni nini wanafanya ku make sure that I go to City Lighters. Lakini sasa unajua kama kweli umeenda pale kudate. Na huo ndo uzuri wa dating app tofauti na Facebook. Facebook kuna michezo manake ni it's a socializing app. Hapo umejileta mwenyewe kwa maana unatafuta nini mtu. So chances zako kunikubali mimi ni rahisi maana umejileta mwenyewe. But again also on the dating app is not necessarily like to date. Because kuna options. Moja ni ya ukumbuki tukijaribu kulogin yako. Do you want to be a friend? You know the options but you are trying to tell people that you knew the options through my you're stranded. Yeah. No. Uliniambia wakati kazini yako aliingia paka akapata huyo mchumba, pia wewe ulidownload ukaweka. Dia wacha tuwe wazi hata kama ukifuatilia sana.
Ulidownload ukaweka. Nika-download. Uliweka kwa ni yako. Lofty si wewe ndio ulijaribu kuni. Not unless ulikuwa unataka kuilearn ufanye story, maana wewe ni journalist. No. We can forgive you for that. No. I don't have it. Ulidownload ama kudownload? I did not. I was helping you. Poko kaniambia email yako ilikuwa inakataa. Ukaniambia dia nisaidie kufungua email nyingine. Ile yangu ilikataa. Unalipa ndo upate access. Educate me. Ya kuingia. No. Wewe mwenyewe unamejuaje kwamba kuna kulipa? Si ndo niambia. Na wewe ulimsaidiaje kazini yako kama huijui? Mimi sikusaidia kazini yangu. What happened? How she got her man on the app? Mzungu? No. An African, a Kenyan. So unajua rafiki. By the way, actually, unajua rafiki zako wangapi ambao one of these fine days tunaweza kuwa nao kwa the duo. Kwa the ni? Yeah, they tell us kwa the duo kwa gumzo. No, kwa the duo. Yeah, they tell us about their dating. Also dating app. Guys, I want to know because so many people are now getting married through the apps and also so many people are being conned. Hapo bado. Yeah. Hebu zungumza nasi hapo kwenye comments kama uwezi mind yani kudate kupitia hii mitandao haswa hizo app. Na kama ulijaribu yako ilishaje? Je, ulipata? Siku moja kwa hiyo app tuseme udate na dem chat story nini imepanga date alafu iwe nini natekelezea. Sasa nitafurahi zaidi. Nimeona mtu ambaye namjua. Sitashtuka mimi. Hiyo ni adulting bado. Kwa sababu huwa angalia nauliza nani angedhania kwamba siku moja kichuno utaingia kwa dating app? Nani angedhani kwamba mtoto wa mfalme, mtu ambaye anamcha Mungu, kwani anaombea kuna maono. Wewe mwenyewe umesema si mbaya. Sasa mbona unaitoa ni kambe kwa sababu namcha Mungu? No, as in wewe unakaa wale watu mimi sifai kudiemiwa. When you just pray you speak in tongues, a woman will be revealed to you. Why should na nikiomba na Mungu aniambie mke wako yuko mtandaoni? But ilikushinda. So even God did not tell you that. Unajua mimi ni mhubiri. Na lazima nihubiri mifano hai. So naingia kila pahali. Nikitoka pale natoka na mifano. Nikija kisimama nikwambia vijana. So leo nikupeleke Quiver. Siwezi ingia Quiver. Si mifano hai. Quiver naweza ingia kama nimepeleka neno kwenda kuhubiri. Twende basi. Tukahubiri. Swali mimi sielewi. Ni vitu gani ukiwa mdogo ulidhani huwezi fanya? Unaelewa? Ndio fundi. Moja ni tumezungumzia. Siwe ni fundi wa app. Hata ulinifunza. Ukafunza kazini yako. Ndio. Hii nayo ni noma hii. Anyway. Lakini kwanza kabisa vipasho. Man, we are done. We are done. No.